Habari ya wakati huu, karibuni katika chaneli yetu pendwa inayoitwa Dr. Mukhtar TZ. Na leo hii tutakuwa pamoja na mimi Dr. Mukhtar katika mada inayohusu saratani ya shingo ya kizazi au saratani ya mlango wa kizazi, ambapo pia kitaalam inafahamika kama cervical cancer au cancer of the cervix. Lakini kabla hatujaanza kuongelea saratani ya shingo ya kizazi, ni vizuri tukaanza kuongelea shingo ya kizazi yenyewe, ambapo kitaalam shingo ya kizazi au mlango wa kizazi ndio unajulikana kama cervix. Kwa hiyo cervix ndio shingo ya kizazi au ndio mlango wa kizazi. Lakini pia cervix hii ukiangalia tunasema ni tissue, na ukiangalia vizuri sehemu kubwa ya shingo ya kizazi au sehemu kubwa ya hii cervix imeundwa na tissue zinazofahamika kama fibromuscular yenye umbo la silinda inayounganisha uke na kizazi. Ni sehemu ya chini kabisa ya kizazi, na sehemu hii inakadiriwa kuwa na urefu wa inchi 1 na upana wa inchi 1 na ufungua ndani ya uke, yani tunasema opens into the vagina. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tunaweza sema kwamba shingo ya kizazi au cervix ni kiungo cha mwili kinachopatikana kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke, ambayo ni sehemu ya mji wa mimba inayotokezea kwenye uke wa mwanamke. Sehemu hii ya kizazi imegawanyika katika sehemu kuu mbili, na sehemu ya kwanza ni ile sehemu ya shingo ya kizazi ambayo inaweza kuonekana kutoka ndani ya uke wakati wa uchunguzi wa mgonjwa, inayojulikana kitaalam kama ectocervix, na uwazi uliopo katikati ya ectocervix unajulikana kama osi ya nje, na hufunguka ili kuruhusu njia kati ya kizazi yani uterus na uke. Sehemu ya pili ya kizazi inajulikana kama endocervix, au tunaweza kuita mfereji wa endocervical, yani endocervical canal. Ni kama handaki, naweza kusema, kupitia shingo ya kizazi kutoka kwa osi ya nje hadi kwenye uterus. Mpaka unaoingiliana kati ya endocervix na ectocervix unaitwa eneo la mabadiliko, yani transformation zone. Na shingo ya kizazi ina kazi nyingi, ikiwemo kupitisha mbegu za kiume kuelekea katika mji wa uzazi na hatimaye mirija ya uzazi ili kupevusha yai. Pia wakati wa hedhi, shingo ya kizazi hufunguka kwa kiasi kidogo ili kuruhusu damu ya hedhi kutoka nje ya uterus kupitia uke. Lakini pia tumeona kazi nyingine au kazi mojawapo ya hii shingo ya kizazi au cervix ni wakati wa kujifungua. Mama anaposikia uchungu, shingo ya kizazi hufunguka na kuruhusu mtoto kupita kwenye njia ya uzazi. Lakini pia miongoni mwa kazi nyingine ya shingo ya kizazi au cervix ni kulinda kizazi, yani uterus, dhidi ya bakteria na vitu vingine vya kigeni. Sasa tukiangalia au tukiongelea saratani kwa ujumla, tunasema saratani au kansa ni ukuaji usiodhibitiwa wa seli zisizo za kawaida katika mwili. Na mara nyingi saratani hukua wakati utaratibu wa kawaida wa udhibiti wa mwili unapoacha kufanya kazi. Yani unakuta kwamba seli za zamani zile zinakuwa hazifi, na badala yake hukua bila udhibiti na kutengeneza seli mpya zisizo za kawaida. Sasa seli hizi za ziada zinaweza kuunda wingi wa tishu unaoitwa uvimbe. Japokuwa tumeona baadhi ya saratani kama vile saratani ya damu, leukemia, yani hazifanyi uvimbe. Sasa saratani inaweza kutokea sehemu yoyote ile ya mwili, na moja ya sehemu ambayo inaweza kutokea ni kwenye shingo ya kizazi. Sasa saratani ya shingo ya kizazi ni aina ya saratani inayotokea katika chembechembe za shingo ya kizazi. Ni mabadiliko hasi yasiyo ya kawaida ya chembechembe hai zilizopo kwenye shingo ya kizazi, ambayo ni sehemu ya chini ya mji wa mimba inayoungana na uke. Tukiangalia takwimu za kidunia, saratani ya shingo ya kizazi ni saratani ya 4 kwa wanawake, ikiwa na wagonjwa wapya 604,000 kwa mwaka 2020. Kati yao vifo 342,000
vinatokana na saratani ya mlango wa kizazi kwa mwaka huu wa 2020. Ni karibu 90% hutokea katika nchi za kipato cha chini na kipato cha kati, yani low and middle income countries. Na inakadiriwa kuwa wanawake wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi wana uwezekano wa mara 6 zaidi kupata saratani hii ya shingo ya kizazi ikilinganishwa na wanawake wasio na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na inakadiriwa 5% ya visa vyote vya saratani ya shingo ya kizazi huchangiwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Zaidi ya hayo, katika kanda zote za dunia, mchango wa maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi katika saratani ya shingo ya kizazi huangukia kwa kiasi kikubwa kwa wanawake wachanga. Ukiangalia katika nchi zenye kipato cha juu, yani high income countries, mipango imewekwa ambayo inawezesha wasichana kupata chanjo dhidi ya kirusi cha human papilloma, na wanawake huchunguzwa mara kwa mara na kutibiwa ipasavyo. Sasa uchunguzi uruhusu vidonda vya kabla ya saratani kutambuliwa katika hatua ambazo vinaweza kutibika kwa urahisi. Lakini katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati kuna ufikaji mdogo, unakuta kwamba kuna ufikaji mdogo wa hatua hizi za kuzuia, na saratani ya shingo ya kizazi mara nyingi inakuwa haitambuliki hadi inapoendelea zaidi na dalili kutokea. Kwa kuongezea, ufikaji wa matibabu kwa vidonda vya saratani unaweza kuwa mdogo na kusababisha kiwango cha juu cha vifo kinachotokana na saratani ya shingo ya kizazi katika nchi hizi. Na sasa tukiangalia kwa takwimu za Tanzania, takwimu za Tanzania zinaonyesha za hivi karibuni zinaonyesha kwamba hasa zile za mwisho wa mwaka 2020 zinaonyesha kwamba saratani ya shingo ya kizazi ndiyo saratani inayowasumbua zaidi wanawake nchini Tanzania, ikiwa na visa vipya 9772 kila mwaka na viwango vya matukio ni 59.1 kwa kila 100,000 ikilinganishwa na matukio ya magonjwa duniani yani 13.1 kwa 100,000. Wagonjwa wengi hugundulika katika hatua za juu kabisa yani advanced stage, kwa sababu wanakuwa hawana utaratibu wa kufanya uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi na program za kuzuia. Licha ya serikali kutoa bure huduma za vipimo vya awali vya saratani ya shingo ya kizazi, lakini imeonekana kwamba mwamko wa wanawake wanaopima kipimo hicho umeonekana kuwa ni mdogo sana. Sasa kuna jambo la muhimu kabisa la kufahamu. Kwa kiasi kikubwa saratani hii ya shingo ya kizazi husababishwa na maambukizi ya muda mrefu yani persistent infection ya virusi vinavyojulikana kama human papilloma. Kirusi hichi ndio husababisha saratani ya shingo ya kizazi ambavyo huenezwa kwa njia ya kujamiiana. Kwa kawaida mwili unao uwezo wa kudhibiti maambukizi haya yaingiapo mwilini, lakini yasipodhibitiwa kikamilifu na kuwepo mwilini kwa muda mrefu husababisha ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi. Na ukiangalia kirusi hichi cha human papilloma ndicho kirusi kilichogundulika kwa 99.7 ya saratani ya shingo ya kizazi. Na cha kufahamu ni kuwa katika maisha yote ya mtu uhatari wa kuambukizwa maambukizi yanayotokana na kirusi hichi cha human papilloma tunasema ni angalau 50% kwa wanaume na wanawake wanaojamiiana. Ingawa maambukizi ya kirusi hichi cha human papilloma hutofautiana duniani kote, hufikia kilele cha takriban 20 mpaka 30 kwa wanawake wa miaka 20 mpaka 30 na kupungua kwa 3 mpaka 10 kati ya wanawake wenye umri wa zaidi ya miaka 30. Takriban 80% ya wanawake vijana ambao wameambukizwa kirusi hichi cha human papilloma wana maambukizi ya muda mfupi ambayo hupotea ndani ya miezi 12 mpaka 18. Cha kufahamu ni kwamba vipo virusi vya aina mbalimbali vya human papilloma ambavyo vinahusika katika saratani hii ya shingo ya kizazi. Kwa mfano kuna kirusi kama kinachotambulika kirusi cha human papilloma virus aina 16 au type 16, lakini pia kuna kirusi cha human papilloma virus aina 18 au type 18. Kuna kirusi cha human papilloma virus aina 31 au type 31.
kuna kirusi cha human papilloma virus aina ya 33, kuna kirusi cha human papilloma virus aina ya 35, lakini pia kuna kirusi cha human papilloma virus aina ya 45, kuna kirusi cha human papilloma virus type 51 au aina ya 51, kuna kirusi cha human papilloma virus aina ya 52, kuna kirusi cha human papilloma virus aina ya 56, kuna kirusi cha human papilloma virus aina ya 58, kuna kirusi cha human papilloma virus aina ya 59 au type 59, lakini pia kuna kirusi cha human papilloma virus aina ya 68 au type 68. Sasa cha kufahamu ni kwamba katika aina zote hizi cha kirusi cha human papilloma aina cha kirusi cha human papilloma aina 16 na 18 ndiyo huchangia sehemu kubwa zaidi, yani karibu 70% ya kesi zilizo na saratani ya shingo ya kizazi. Ukuaji wa saratani ya shingo ya kizazi hufanyika polepole na huanza kama hali ya kabla ya saratani, yani precancerous condition inayotambulika kitaalamu kama dysplasia. Katika hali hii saratani inaweza kutibika kwa 100% bila hata kuhitaji tiba za upasuaji wa kuondoa kizazi, yani hysterectomy. Sasa dysplasia huwa inategemea na hali ilipofikia, yani tunaangalia yani kulingana na severity yake, na muda mwingine inaweza ikaondoka yenyewe bila matibabu yoyote, hasa kwa wanawake wadogo wenye umri mdogo. Japokuwa mara nyingi imeonekana kuendelea hadi kuwa saratani halisi itwayo kitaalamu kama carcinoma in situ, na ikiwa imeenea milimita chache tu, chini ya milimita 3 kwenye tishu zinazozunguka na sio kwenye njia za lymph au mishipa ya damu. Sasa twende moja kwa moja tuangalie aina za saratani ya shingo ya kizazi. Tukiangalia katika aina ya saratani ya shingo ya kizazi, kuna aina kuu mbili za saratani ya shingo ya kizazi, na hii ni kwa kuangalia uvimbe kulingana na jinsi seli za saratani na tishu zinavyoonekana chini ya darubini na jinsi seli za saratani zinavyoweza kukua na kuenea kwa haraka. Yani tunaangalia hapa histological classification. Jambo la kufahamu ni kwamba kuna aina kuu mbili za seli kwenye shingo ya kizazi ambayo ni squamous cell na glandular cells. Hivyo saratani ambayo huanzia kwenye seli za squamous huitwa squamous cell carcinoma, na saratani inayoanzia kwenye seli za glandular huitwa adenocarcinoma. Na tafiti nyingi zinaonyesha squamous cell carcinoma ndiyo aina ya saratani ya shingo ya kizazi inayokuwepo kwa 1% kubwa, yani kwa 80%, ikifuatiwa na adenocarcinoma ambayo inakuwa na 15%, na aina nyingine zinachukua 5%. Pia zipo aina nyingine za saratani ya shingo ya kizazi ambayo ni adimu sana kutokea, ni rare kutokea kwa wanawake. Kwa mfano, kuna aina inajulikanayo kitaalamu kama adenosquamous carcinoma ambayo hutokea kwa kuwepo aina mbili kwa pamoja ya seli za saratani, yani adenocarcinoma na seli za aina ya squamous. Uwepo wa aina mbili hizi za saratani ndio hupelekea mtu kupata aina hii ya saratani ya adenosquamous carcinoma. Aina nyingine za saratani ya shingo ya kizazi ambayo ni adimu au ni rare kutokea ni kama Gracie cell carcinoma, lakini pia kuna aina nyingine inatambulika kitaalamu kama neuroendocrine carcinoma of the cervix, undifferentiated carcinoma na clear cell adenocarcinoma. Aina hizi za saratani ya shingo ya kizazi ni adimu sana kutokea kwa wanawake. Sasa twende moja kwa moja tuangalie dalili za saratani ya shingo ya kizazi. Kuna dalili mbalimbali ambazo dalili hizi mtu akiwa nazo inaweza ikawa ni ishara mojawapo ya mtu kuwa na saratani ya shingo ya kizazi. Dalili ya kwanza ni kutokwa na damu ukeni kusiko kawaida, na hasa tunasema contact bleeding. Kwa mfano, kutokwa na damu ukeni wakati wa tendo la ndoa au baada ya tendo la ndoa, yani postcoital bleeding. Pia inaweza kutokea mtu akatokwa na damu hata baada ya kufika ukomo, yani menopause. Hali hii ya kutokwa na damu kwa mgonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi inaweza kuwa imesababishwa na udhaifu wa mishipa ya damu inayopatikana katika eneo husika la shingo ya kizazi lililoathiriwa na saratani.
Tukumbuke pia kadri ya muda unapozidi kwenda, seli zinazidi kugawanyika. Ina maana kuwa kansa pia inaongezeka. Baada ya muda, kansa hiyo inapoongezeka huwa inavamia tishu zinazoizunguka, na muda mwingine inaweza kukua karibu na mishipa ya damu na kuathiri mishipa ya damu na kusababisha kutokwa na damu kwenye uke mara kwa mara pasipokuwa na kawaida. Kwa hiyo kutokwa na damu ukeni pasipokuwa kawaida ni moja ya dalili ya saratani ya shingo ya kizazi. Dalili nyingine ya saratani ya shingo ya kizazi ni mwanamke kutokwa na uchafu kwenye uke usio wa kawaida, yani abnormal vaginal discharge, na uchafu huo unaweza kuwa wa majimaji, yani watery. Pia unaweza kuwa kama makamasi au ute, yani mucoid, au muda mwingine uchafu unaotoka unaweza kuwa kama usaa, yani purulent discharge, tena wenye harufu mbaya. Na hii hutokea kwenye shingo ya kizazi kunapokuwa kunakosekana oksijeni ya kutosha inayosababishwa na uwepo wa saratani. Kwa hiyo baadhi ya seli zinaweza kufa na kuambukiza uvimbe uliopo. Maambukizi hayo ndiyo hutengeneza usaha wenye harufu mbaya ukeni. Kwa hiyo kutokwa na uchafu ukeni mithili ya usaha au majimaji au rangi ya kahawia au yenye mchanganyiko wa damu ni moja ya dalili ya saratani ya shingo ya kizazi. Na ugonjwa unapofikia kwenye hatua ya juu, yani advanced disease, mgonjwa anaweza akaja akiwa analalamika maumivu ya nyonga au maumivu ya chini ya mgongo, yani lower back pain, ambayo yanasambaa kwenda sehemu ya nyuma za chini ya miguu, yani along the posterior side of the lower extremities. Lakini pia wagonjwa wengine huja wakilalamika maumivu makali chini ya kitovu. Dalili hii hutokea wakati uvimbe unapokuwa umetanuka hadi kwenye ligament ya uterus, yani kwenye uterosacral ligament. Dalili nyingine ni kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Hali hii hujulikana kitaalamu kama dyspareunia. Sasa saratani ya shingo ya kizazi huathiri nyanja zote za afya ya mwanamke, ikiwa ni pamoja na tendo la ndoa na ustawi wa kimwili. Wagonjwa wa saratani hii hisia zao za kimapenzi huwa chini sana, na wanakuwa na low libido. Kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa kunaweza kutokea kwa sababu ya hali ya kiafya na vile vile masuala ya kisaikolojia au mihemko, yani emotional issues. Pia upasuaji na tiba za mionzi inaweza kusababisha mabadiliko ya homoni na uke. Hii inaweza kufanya uke kuwa mwembamba na mfupi, ambapo kitaalamu inafahamika kama vaginal stenosis, au uke unaweza kuwa mkavu na ile stretch yake inapungua ukilinganisha na ilivyokuwa mwanzoni, ambapo pia hii kitaalamu inajulikana kama vaginal atrophy. Ikiwa umefanyiwa upasuaji wa kuondoa kizazi au sehemu yote ya kizazi au tumbo la uzazi na sehemu ya juu ya uke, hii inaweza pia kuwa imebadilisha hisia za kimwili katika sehemu zako za siri. Hivyo basi mabadiliko haya yanaweza kusababisha maumivu makali wakati wa kujamiiana na kufanya kutofurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa inaweza kuwa ni miongoni mwa dalili ya saratani ya shingo ya kizazi, japokuwa inaweza kuwa ni miongoni mwa dalili ya magonjwa mengineyo. Kwa hiyo tunashauri mtu anapopata dalili hizi ni vizuri akawahi katika vituo vya afya ili aweze kuonana na wataalamu kwa ajili ya uchunguzi zaidi na ushauri wa kitaalamu, kuliko kuchelewa na kufika hatua ambayo ugonjwa hauwezi tena kutibika. Sasa iwapo itathibitika kuwepo kwa saratani katika shingo ya kizazi, wataalamu hupendelea kufahamu hatua ya ugonjwa ulipofikia. Kitendo hichi huitwa staging. Na faida ya kufanya staging kusaidia kufahamu ukubwa wa tatizo, yani ni kwa kiasi gani seli za shingo ya kizazi zimeathiriwa, na iwapo saratani imesambaa na kuathiri maeneo ya jirani, na kama imesambaa ni viungo gani vilivyoathirika. Hatua au stages ya saratani ya shingo ya kizazi huwa inategemea matokeo ya uchunguzi wa kimwili, yani tunaita physical examination, au matokeo ya picha zinazochukuliwa kwa mgonjwa, yani imaging scans, pamoja na utoaji wa kinyama, yani biopsy. Sasa saratani ya shingo ya kizazi imegawanyika katika makundi au tunaita classification. Makundi haya ni kulingana kwa mujibu wa TNM, yani tumor nodes and metastasis,
au FIGO, yani International Federation of Gynecology and Obstetrics Classification. Sasa katika stage hizi, stage ya kwanza saratani huwa inakuwepo kwenye chembe au seli za aina epithelium, lakini haifiki kwenye nyama za ndani za shingo ya kizazi. Hii ndio inakuwa kwenye stage ya kwanza, lakini ukiangalia katika stage ya pili unakuta kwamba saratani inasambaa hadi kwenye utupu ya mwanamke, hasa kwenye sehemu ya juu. Ni tofauti na stage ya tatu, ambapo kwenye stage ya tatu saratani inasambaa hadi kwenye ukuta wa nyonga na sehemu ya chini ya uke, na mara nyingi saratani ikifika hatua hii huleta madhara katika figo. Lakini katika stage ya 4 saratani inasambaa hadi nje ya tupu ya mwanamke, na pia husambaa hadi kwenye sehemu zingine za mwili kama vile mapafu, figo, mifupa na sehemu nyingine za mwili. Sasa tuangalie ni vihatarishi gani au vihatarishi vinavyopelekea kupata saratani ya shingo ya kizazi. Kuna vihatarishi mbalimbali ambavyo vihatarishi hivi vinaweza kumpelekea mtu akapata hii saratani ya shingo ya kizazi. Moja ya kihatarishi ambacho kinaweza kumpelekea mtu kupata saratani ya shingo ya kizazi ni kuanza kujamiana kwenye umri mdogo, yani early onset of sexual activities. Ikilinganishwa na umri wa kujamiana kwa mara ya kwanza, umri wa miaka 21 au zaidi, hatari ni takriban tunasema mara 1.5 kwa umri wa miaka 18 hadi 20. Na uhatari unaongezeka mara 2 kwa walio chini ya umri wa miaka 18. Na hii ni kwa sababu kuanza kujamiana kwenye umri mdogo huongeza uhatari wa kupata kirusi cha human papilloma, na hii ni kwa sababu ya hali ya kibiolojia ya shingo ya kizazi kisichokomaa kipindi cha umri mdogo, ambayo inaweza kuathiriwa zaidi na maambukizi ya kirusi cha human papilloma, na kwa hiyo kuwa na hatari kubwa ya ukuaji wa saratani ya shingo ya kizazi. Hivyo basi kuanza kujamiana kwenye umri mdogo kunafanya kumweka mtu kwenye uhatari wa kupata aina hii ya saratani ya shingo ya kizazi. Kihatarishi kingine kinachoweza kumpelekea mtu kupata saratani ya shingo ya kizazi ni uvutaji wa sigara. Mtu anapokuwa anavuta sigara, yeye mvutaji pamoja na wale walio karibu naye hukabiliana na kemikali nyingi zinazoweza kusababisha saratani. Sadutu hizi hatari hufyonzwa kupitia mapafu na kubebwa katika mfumo wa damu katika mwili wote. Wanawake wanaovuta sigara wana uwezekano mara 2 ya wale ambao hawavuti kupata saratani ya mlango wa kizazi au saratani ya shingo ya kizazi. Na mazao ya tumbaku yamepatikana kwenye ute wa shingo ya kizazi ya wanawake wanaovuta sigara, na wataalamu wanaamini kuwa vitu hivi uharibu DNA ya seli za shingo ya kizazi na vinaweza kuchangia ukuaji wa saratani ya shingo ya kizazi. Uvutaji wa sigara pia hufanya mfumo wa kinga kuwa dhaifu katika kupambana na maambukizi ya kirusi cha human papilloma. Hivyo uvutaji wa sigara ni moja ya kihatarishi cha mtu kupata saratani ya shingo ya kizazi. Kihatarishi kingine cha mtu kupata saratani ya shingo ya kizazi ni kuwa na mpenzi ambaye hajatahiriwa, yani having sexual partner who is not circumcised. Ukiangalia sehemu kubwa ya uume umefunikwa na utando unaojulikana kitaalamu kama keratinized epithelium, ambayo ni mfano wa sehemu nyingine za mwili. Sasa keratinized epithelium inayo utando au layer ya nje ya seli zilizokufa inajulikana kitaalamu kama stratum corneum, inayotoa faida nyingi kwa ulinzi dhidi ya maambukizi ya virusi, yani viral infection. Sasa utando huu pia ni wa kudumu zaidi na una uwezekano mdogo wa kupasuka au kuchanika, kwa hiyo inatoa kizuizi cha kimwili kati ya bakteria au virus wasiweze kuingia ndani ya mwili, pamoja na ulinzi mbalimbali wa kemikali dhidi ya maambukizi ambayo yanaweza kuathiri mwili. Sasa kuwa na mpenzi ambaye hajatahiriwa, ukiangalia govi la ndani lina utando wa mucus ambao haujawa keratinized, kwa hiyo
huwa na uwezekano wa kupasuka kirahisi zaidi na kusababisha maambukizi ambayo yanaweza kuwa ya bakteria au kuwa ya kirusi. Lakini pia uso huu wa ndani wa utando wa mucus huvutwa nyuma na kufichuliwa wakati wa kujamiiana na kufanya kuwa rahisi kuambukizwa kirusi cha human papilloma na virusi vingine. Kwa hiyo tohara au circumcision hupunguza eneo la uso wa mucosa, yani mucosal surface area. Hivyo basi hupunguza ile hali ya mikwaruzo wakati wa kujamiiana na uenezaji wa maambukizi ya virusi mbalimbali. Kihatarishi kingine cha kupata saratani ya shingo ya kizazi ni kuwa na mwenza mwenye wapenzi wengi au mwanamke kuwa na wapenzi wengi. Ifahamike kuwa kadri unavyokuwa na wapenzi wengi zaidi ndivyo hatari ya kupata saratani ya shingo ya kizazi huongezeka. Kujihusisha na wapenzi wengi huleta hatari kubwa kwa ukuaji wa saratani hii, kwa sababu idadi kubwa ya wapenzi huongeza uwezekano wa mtu kupata kirusi cha human papilloma. Kihatarishi kingine ambacho kinaweza kumpelekea mtu kupata maambukizi ni kuwa na historia ya magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya kujamiiana au kwa njia ya ngono, yani sexual transmitted infection, kwa mfano kaswende, kisonono, HIV, magonjwa yanayojulikana kama genital herpes, chlamydia trachomatis na magonjwa mengineyo mengi ambayo sijataja hapo juu. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza kumhatarisha mtu na kupata saratani ya shingo ya kizazi ni kuwa na mfumo mdogo wa kinga mwilini, yani low immune system, ambayo inaweza kuwa imesababishwa na magonjwa ya muda mrefu kama vile ukimwi, ugonjwa wa kisukari au matumizi ya aina fulani ya dawa kwa muda mrefu, mfano dawa zinazotambulika kitaalamu aina ya steroids, na sababu zingine zozote ambazo zitasababisha mfumo wa kinga ya mwili kuwa chini ni miongoni mwa vihatarishi vya kupata saratani hii ya shingo ya kizazi. Kihatarishi kingine ambacho kinaweza kumpelekea mtu kupata saratani ya shingo ya kizazi ni matumizi ya dawa za kunywa za uzazi wa mpango, yani oral contraceptives pills. Ifahamike kwamba kadri ya mwanamke anavyotumia dawa za kunywa za uzazi wa mpango kwa muda mrefu, ndivyo ongezeko la hatari ya kupata saratani ya shingo ya kizazi inavyoongezeka. Na tafiti za kitaalamu zinaonyesha kuwa wanawake ambao wametumia dawa hizi chini ya miaka 5 wana uhatari wa kupata saratani ya shingo ya kizazi kwa 10%, na hatari inaongezeka kwa 60% kwa matumizi ya dawa hizi kwa miaka 5 mpaka miaka 9, na kuongezeka kwa uhatari zaidi kwa matumizi ya dawa hizi kwa miaka 10 au zaidi ya matumizi. Na hii ni kutokana na kwamba vidhibiti mimba, hasa dawa za kunywa, yani hizi oral contraceptives, inaweza kuongeza hatari ya saratani ya shingo ya kizazi kwa kubadilisha uwezekano wa chembechembe za mlango wa kizazi kuwa maambukizi yanayoendelea na aina hatarishi ya kirusi cha human papilloma. Kama nilivyosema hapo awali, cha kufahamu ni kwamba saratani ya shingo ya kizazi inatibika iwapo itagundulika mapema. Kuna testi ambayo huwa tunafanya pap test au Papa Nicholas test. Tukiangalia matibabu ya saratani ya shingo ya kizazi, matibabu ya saratani ya shingo ya kizazi yapo ya aina tofauti tofauti, na mara nyingi hutegemea na hatua ya ugonjwa ulipofikia na hali ya kiafya ya mgonjwa. Pia hutegemea umri wa mgonjwa pamoja na mipango ya uzazi ya baadaye. Miongoni mwa matibabu ambayo anaweza kupatiwa mgonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi ni kufanyiwa upasuaji, yani surgery, ili kuondoa uvimbe na baadhi ya tishu zenye afya zilizo karibu. Bali za upasuaji ambazo zinaweza kutumiwa kwa mgonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi, kuna aina nyingine inafahamika kama aina ya upasuaji wa kurekebisha, yani reconstructive surgery, ambayo mara nyingi hutumiwa kwenye kutibu kesi za saratani zilizofikia hatua za juu, yani advanced cases of cervical cancer. Aina hii ya upasuaji wa kurekebisha unaweza kuwa muhimu katika uke, kibofu cha mkojo au sakafu ya nyonga na sehemu zingine za nyonga. Pia hivyo ni muhimu kuwa na utaratibu wa kufanya uchunguzi wa saratani hii ya shingo ya kizazi
kuliko kusubiria mpaka ugonjwa unapokuwa umefika katika hatua za juu zaidi na kusababisha madhara makubwa zaidi. Wakati wa uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi ni sasa. Usisubiri hadi uone dalili. Fika kituo cha huduma za afya kwa mwongozo au ushauri zaidi. Mpaka hapo tumefikia mwisho. Tukutane tena katika mada zinazofuata. Ulikuwa nami Dr. Mukhtar. Cha msingi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, lakini pia kushare. Asanteni sana na karibuni.